Nimeokoka, nimetakaswa, nimebadilishwa, nimesamehewa, mimi ni wa Yesu, ni wa Kristo. Urimuno mnaruherwa wingangara ya Western Nyota TV na usangafu wange biseka mabino urere sipindi za usangare omwabi kumera nesi Priska Chuki onyalawanda yori na Pius Tangausi rero ngino mukeri njo kubola amako akende kanumongera yoluswahili. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Ni furaha yangu wakati kama huu kuwaleteni wale waliobobea katika nyimbo zile za kumpea Mungu shukrani. Karibu sana tukapate kuona kwamba katika safari yake ya uimbaji ni nini sana amependa, ni nini sana amepitia, na pia wewe kama mwimbaji ambaye ungependa kuwa kama yeye, ni jambo gani ambalo unaweza jifunza kutokana na mafunzo haya ama usemi huu. Karibu. Kwa majina naitwa Priska Chuki. Karibu sana. Asante. Ningependa tu uambie mtazamaji wetu majina yako. Kwa majina naitwa Joseph Oduor. Oduor. Okay. Yeah. Na shukuru Mungu mimi ni mzaliwa wa sehemu au maeneo yanayojulikana kama Jera. Na Jera inapatikana sehemu za Ugenya. Huko Siaya. Okay. Mimi ni mwana wa mtu aliyekuwa mtumishi wa Mungu. Mungu ailaze roho yake pale pazuri. Alilala katika miezi miwili iliyopita. Anaitwa mchungaji Thomas Kamahaga. Huyo ndiye babangu mzazi. Na pamoja na mama yangu Mama Monica Kamahaga. Na hivyo ndivyo nilivyo. Pengine najua utauliza. Of course, Joseph Oduor ni nani, anafanya nini? Ameoa. Kabisa. Hiyo lazima tutauliza. Naam. So labda tuambie tu unafanya nini ama wewe ni nani? Kwa sasa nashukuru Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu kwanza. Okay. Ninatumika kama mchungaji katika lile kanisa letu huko Jera. Linaitwa Harvest Time Church of Christ. Okay. Na kwa neema ya Mungu, kando na utumishi wa kazi ya Mungu, mimi pia ni mwimbaji. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Ambao nimekuwa nikifanya sana. Na pia kando na uimbaji, sababu ya kujimudu kimaisha, inabidi utafute huku na kule. Kabisa. Sasa nimekuwa nikijishughulisha na kazi za ukulima. Ukulima. Yeah. Unajua ukulima ndio saizi lugha ya vijana wameomoka. Naam. Kabisa. So ni vizuri kama umeomoka tutaomokea pamoja hapa. Umesema unaimba nyimbo za Injili. Naam. Nyimbo za Injili ni nyimbo aina gani? Nyimbo za Injili ni nyimbo ambazo haswa zinaangazia na kuongea moja kwa moja kuhusu Mungu. Pasipo kuhusisha jambo lingine lolote. Kuhubiri Injili. Okay. Na katika kuhubiri Injili kuna kuja na njia tofauti. Kunayo himizo, kunayo kule kuregesha moyo, na pia kunayo kuhubiria wale ambao hawajapokea Kristo ili wampokee na maisha yao yabadilike. Asante. Hizi nyimbo tusipo pia kuachilia kuburudisha. Na sababu wimbo pia ukiwa mzuri vile katika hali ya kubarikiwa kwa njia hiyo, pia wahisi vizuri kwa muziki mzuri. Kabisa. Kabisa. Hizi nyimbo za Injili waimba nyimbo za kuabudu ama za kusifu? Sasa pale kwa neema ya Mungu ninao uwezo ya kuyafanya tofauti. Lakini kwa sasa yale ambayo yamesikika sana ni yale ya kuhimiza na kufunza. Na kwa sasa kunao mengine ambayo nimetoa licha ya kuwa si lugha ya Kiswahili. Kunayo moja ambayo inaongelea sana neema ya Kristo. Na unapozungumzia neema ya Kristo ni kuonyesha watu yale ambayo Kristo ameshafanya, ambapo ukikubali yeye atakufanyia pia. Maanisha imejumuisha kule kuhimiza pamoja na kuhubiri. Sasa wewe ni mhubiri na bado wewe ni mwimbaji. Naam. So wakati unahubiri na imefika mahali ungependa sana kuweka ka worship,
unaweka worship? Mara nyingi hata wakati unaanza, wacha kwanza wakati unaendelea na kuhubiri. Punde unapoanza unajikuta ya kwamba ujumbe wako tayari ushakupatia wimbo. Yeah, so itabidi tu unaanza na wimbo ule na unatiririsha maneno yako katika kuhubiri kule. Na so kuimba kwangu mimi haiachani na kuhubiri kabisa. Asante. Naam. Ulijuaje wewe ni mwimbaji? Kwa neema ya Mungu, sitasema ya kwamba nilijua kuimba ama nilijua mimi ni mwimbaji nikiwa mdogo sana. Licha ya kuwa nilijikuta ninaimba nikiwa mdogo. Kwanza ninatoka katika familia ya wale ambao wameokoka. Jinsi ambavyo nilivyowaelezea kwamba babangu ni mchungaji pamoja na mamangu. Nilizaliwa katika nyumba ambayo watu wanamjua Mungu. Sasa babangu kama mchungaji akatuelekeza kwa njia za uungu, ambapo tukienda kanisani tulihusika sana. Katika umri mdogo ule Sunday school ikawa ninaimba tu kama kawaida ambavyo jinsi kila mmoja kuimba. Ikawa napata inasongea tu. Lakini kutazamia pia nakuta ya kwamba ni kama kuigiza mama yangu, kwa sababu mamangu pia ni mwimbaji. Ikawa anaimba na nikisikia nyimbo zake tunapokuwa pale Sunday school naziimba, ikawa inasongea vile vile. Mpaka baada hata miaka karibu 13 hivi ikawa najisikia naimba tu vizuri, lakini si kwamba nina uwezo wa kutunga wimbo wangu. Ikawa naimba tu nyimbo ambazo watu wameshaziimba, naimba tu vizuri. Alafu baadaye kabisa nikiendelea na kazi ya Mungu ndio nikawa najifunza pia kucheza vyombo hivi. Katika ile hali ya kucheza vyombo mwaka ule wa 2008 ndipo nikasikia kitu yanijia kama wimbo kupitia kule kucheza vyombo. Sasa pale nikaanza kupanga maneno yangu, nikajikuta nimetunga wimbo wangu wa kwanza. Pale ndio nikatambua kabisa kwamba kumbe sio kule kuimba tu sababu nimezoea, nikagundua kumbe kuna uimbaji fulani ndani yangu. Na kama uchochezi. Na kama na hiyo watu wakawa wananiongelesha na kila mara nikiimba mtu ananiambia nasikia unaweza kuimba. Lakini ulipofika wakati huo mwaka 2008 kupitia kule kucheza kinanda nikapata kitu. Hapo ndio nilijua kwamba naweza kuimba, na kuanzia pale ikawa sasa ni kawaida kwangu. Na umetoa nyimbo ngapi? Kwa sasa zile ambazo ziko nje ambazo zinajulikana ni nyimbo 10. Licha ya kuwa kunazo zingine ambazo nilishatoa mbeleni 7 ambazo bado hazijulikani. 7. Kunazo 7 ambazo sinaziweka katika hesabu hii, ambapo ukiziongezea nimeshazitoa hivyo. Sababu ile ya kwanza nilipoitoa mwaka 2010 ikawa sikusikia zimezitoka vizuri sababu ya studio niliyoendea. So kuzitoa nikahisi ya kwamba kazi yenyewe ya utunzi ipo, lakini kitakachoenda masikioni na watu haitaridhisha vile. Nikaamua kuinyamazia. Katika hali hiyo nilikuwa natarajia nitazitengeneza. Kusubiri kuzitengeneza ikawa tena zingine zaje. Sasa nyimbo hizi mpya ndio tena zikanichochea zaidi, nikaamua kuzitoa tu mpya. Sasa zile zipo bado na subiri muda nitazirudia sasa zikuwe nyingi. Sasa itakuwa ni 17 ziko nje sasa. Na wewe ufanya vipi utunzi wako? Nashukuru Mungu kwa neema ya utunzi. Nimesikia watu wengine wakisema ya kwamba wao wanatunga nyimbo wakilala, wakiota. Na kwangu mimi sina ufahamu huo. Nashukuru Mungu ya kwamba kupitia kule kucheza kinanda, ninapocheza tu ama pengine sichezi mtu mwingine anacheza, kusikia tu mlio ule wa muziki, naweza kutoa kitu ndani. Hiyo nimekuwa njia yangu rahisi, ambapo wakati mwingine mimi naweza kuamua kukaa tu chini ya kwamba sasa nataka kutunga wimbo na nijapatia dakika pengine 40. Na hata kama sitatoa wimbo mzima lakini kitu kidogo kitatokezea. Na si kumaanisha kwamba ni rahisi vile ya kwamba punde bora tu nimekaa chini nitatokezea. Ndio naweza kukaa chini ya kwamba leo nataka kitu, lakini yachukua muda nimepata kitu kidogo sana, lakini naihifadhi tena siku nyingine nikirudia napata nyingine naongeza nayo. Hivyo. Lakini utunzi wangu kabisa utokana na kucheza kinanda. Ama mtu mwingine akicheza, bora tu masikio yangu yanasikia
mlio ule wa kinanda, ile gita, chochote kile kinachochezeshwa. Naweza kutoa wimbo pale. Okay. Na kwa hizo nyimbo 17 ni wimbo gani unauenzi sana? Kwangu mimi sijui nitasema gani sababu nazisikia tu ziko sawa zote kwangu. Ziko sawa? Watu ndio unielezea kwamba hii nasikia iko juu, hii nasikia iko juu, lakini kwangu mimi nikizitunga nazisikia tu zinanijia sawa kabisa. Na kwangu mimi zimeniridhisha zote. Sio ni ile ambayo nitaliweka kwamba ni zaidi ya nyingine, sababu ndio hisia kama hiyo huja punde tu unapotengeneza hiyo unahisi kwamba hii ndio nzuri zaidi. Na tena nikirudi kusikia nyingine tena nasikia hii ndio zaidi. Sasa hapa so nitasema hiyo kwamba kwangu mimi nazisikia tu ziko sawa zote. Lakini kwa wale wasikilizaji wanao haki ya kuelezea ni gani kwao bora zaidi. Bora zaidi. Naam. Nimeangalia ama nimetazama nyimbo 2-3 zako hapo, nikaona umependa sana style ya rumba. Unaweza kuelezea kwa nini ukaamua kwenda na style ya rumba? Sasa mambo mengine huja tu jinsi ambavyo Mungu amepanga. Kweli katika maisha yangu si kwamba hata nilijihusisha sana na wale wanaoimba rumba nikasikia rumba sana. Bali katika utunzi nilipoanza kama nilivyokuelezea ya mwaka wa 2008. Hiyo wimbo wangu ya kwanza nilipokuwa nikicheza muziki ikawa nacheza tu muziki naenda kama rumba hivyo. Na kuanzia pale ikawa sasa nikicheza muziki najisikia tu nimeweka style ya rumba. Nimeweka style ya rumba na ni hivyo tu, si kwamba hata nilikuwa nimejisikia. Hata wakati nilipokuwa nikiendelea na utunzi na nikaelewa kwamba naelekea tu upande wa rumba, ikawa naomba Mungu aniunganishe basi na wale ambao wanaelewa rumba zaidi wanisaidie. Na baadaye njiani ikawa ndio sikuunganika sana, lakini angalau kuunganika kidogo pia ikanisaidia kuelewa rumba kidogo, lakini ni kitu ilikuja tu natural. Uko na tamanio labda la kuweza kuwa mmoja yule ambaye anakuzwa hizi awards ambazo ziko, na kama ni ndio, ungependa kuandikishwa na record label gani? Naam, nashukuru. Natumai hiyo haiwezi kuwa kuna msanii mwingine yote ambaye hangeweza kupenda. Hiyo ningependa sana. Na imekuwa ni maono yangu kila wakati hata katika utunzi wangu na kumwamini Mungu kule. Ya kwamba siku moja niwe. Saa najua kunao record labels nyingi zenye zipo. Lakini kwangu mimi nimetamani sana ile inayoenzi neno la Mungu zaidi. Ile inaloenzi neno la Mungu zaidi. Na sitasema ya kwamba ni gani, sababu yoyote itatangulia ambao Mungu ameamulia ndio nitakayoipokea. Na currently favorite artist wako ni mgani? Sasa swala hilo kwangu limekuwa changamoto sana. Kwa nini? Nimewahi kusikia watu wakiulizwa hivyo, na si mimi wa kwanza kuulizwa. Lakini sababu mimi napenda tu muziki ulioimbwa vizuri. Muziki ulioimbwa vizuri. Muziki ulioimbwa vizuri unifurahisha na kunipendeza na kunibariki zaidi. Ndio maana kunao watu wengi wanafanya kazi nzuri. Na sitasema mmoja, pengine nitaegemea upande mmoja sana. Naposikia huyu akinibariki, nitampenda tu. Huyu akinibariki, nitampenda tu. Lakini najua ndio uchague rumba kama style. Inamaanisha umeenzi hiyo style. Tuna classic, tuko na styles mingi classic, tuna zingine tutasema vipi, labda nikizimention, wengine tuna hip hop, these, lakini ukaamua kati ya hizo wacha niende na rumba. Sasa ndio okay. Kwa hiyo rumba sababu acha itabidi nitaelezea tu. Ndio niko katika rumba sana. Na kama ni wasanii kuzungumzia yule ambaye alinifurahisha sana ama ananifurahisha. Mbeleni ndio mimi nilimpenda Angela Chibalonza sana. Huyo ndiye alikuwa sana nikimtazamia. Na si kumaanisha kwamba baada ya yeye kwenda hakuna wengine. Ndio wapo. Na ndio maana nilikwambia kwamba swali itakuwa gumu kwangu sababu unapotazama wale wa rumba pia bado naona ni wengi ambapo
kumsema mmoja itakuwa kwangu na hizi kwamba na mdhulumu yule mwingine ambaye pia unibariki. Hasa hata wale wanaotoka Kongo. Pia ninawatazamia. Na licha ya kuwa pengine sielewi lugha, lakini aina ya muziki nayo ikiwa tamu inazungumza tu. Inazungumza tu. Na pamoja na hapa Kenya pia. Kunao wengine wengi ambao nimekuwa nikisikia nyimbo zao. Na wananibariki sana. Hao watu wa Roma. Sasa nahisi kwamba nikimtaja mmoja wale wengine sitakuwa nimewafanyia vyema mimi sana. Okay. Sasa tuseme unachapa collab leo. Ungechapa collab na nani? Na musician gani? Najua umenitafuta sana ili unipate. Umenitafuta sana ili unipate. Kama ningekuwa ninapiga collab leo. Nao watumishi wengi sana ambao mtu kama Ali. Hatujawahi kutana na yeye. Huyo ni Ali Mwana? Ya, Ali Mwana. Hatujawahi kutana na yeye lakini huwa nahisi ndani ya kwamba kuna kitu nzuri tunaweza kufanya na yeye. Ambapo kama Mungu atatuunganisha, tunaweza kuongea tufanye kitu na yeye. Naam. Umeanza kuimba tangu mwaka wa 2008. Naam. Hadi sasa. Mnapata vipi faida kutoka kwa muziki? Ya, muziki nitasema kwamba kwa upande wa gospel unaweza kuona kunayo changamoto kiasi ya kupata faida. Sababu utofauti uliomo ni kwamba wakati nilikuwa nimeamua ama kuingia na kujihusisha na muziki ya Injili, kwanza sikuwa na wazo ya faida. Sababu ni kitu nilikuwa nahisi ipo na nataka kuhubiri Injili kwalo. Sababu huwa naelewa ya kwamba kuimba ni talanta. Na huku ninayo kipawa cha Mungu cha uimbaji. Ambapo talanta yangu ilikuwa inanisaidia kuendeleza kipawa. Talanta inanisaidia kuendeleza kipawa. Sasa katika hali hiyo, unajua wewe unaendelea ukifanya katika hali ya kumtumikia Mungu. Lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba yeye pia hawezi kukuacha tu hivyo. Bila kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Maana pia ni huduma na inahusisha mengi sana. Na so katika hiyo hali ni vyema kweli tunatafuta njia ya kupata kupitia muziki. Na jinsi ambavyo nimesema nilijaribu mbinu hizo ambapo mojawapo ni kupeleka nyimbo kwa Skiza Tune. Sababu watu wa Safaricom kulingana na mipango yao wameweka ya kwamba kila wakati mtu anaposikia wimbo wako inastahili naye pia alipie. Ili wewe pia kama msanii umefanya kazi uwe unaweza kupata msaada pale. Na kando na hiyo pia kuna nyimbo tunaweka kwa YouTube. Sababu YouTube pia wanasaidia watu ukipata subscribers wengi wao pia wanalipia na wale wengine ambao wanaweza kuadvertise pale. So vitu kama hivyo nimevifanya vyote. Licha ya kuwa ndio mapato inajaribu lakini bado ni kung'ang'ana. Ndio maana tunaendeleza sana na katika kipindi kama hiki ambacho nimekipata. Pia ni kuwaomba sana wanaonitazama ya kama hizo ndio njia zinaweza kutuinua bila kuomba. Ni vyema sisi tunatumikia tu Mungu, lakini unapochukua Skiza Tune za nyimbo, unapo subscribe pale zaidi, idadi zikisonga mbele pia sisi tunapata njia ya kujimudu na kupata faida kwa hiyo. Na pia kunazo zingine kama pengine mtu amekualika ukaenda pale lakini mtu kama mimi nikialikwa sipigi bei. Na kwa sababu najua naenda kwa huduma. Lakini mara nyingi Mungu pia hutumia wale ambao wanaalika watu. Ya kwamba pengine huyu alikuja na anataka kurudi nyumbani. Kwa neema ya Bwana ikiwa mzuri angalau unafikia bibi na kitu kidogo. Nashukuru Mungu. Kwa hiyo maneno ya support, mkuu wa nchi hii tutasema Rais Uhuru Kenyatta anaenzi sana maneno ya royalties. Yes. Na hapo awali tuseme mwaka jana kuelekea mwaka huu wote alitoa kwamba watu wa artists waweze kusaidiwa kwa njia moja hadi nyingine. Sijui kama wewe mwimbaji uliweza kufaidika na haya matoleo yalitoka Ikulu? Naam, haya matoleo nilisikia habari zake tena siku hiyo. Licha kuwa sikuwa mojawapo ya wale wasanii waliokuwa pale. Lakini siku hiyo nilishinda kwa runinga.
nikitazama na nisikie moja kwa moja anavyo ongea rais. Na nilisikia maneno hayo vizuri na tumekuwa tukisubiri. Hata mimi nimekuwa nikisubiri ya kwamba nione mabadiliko hata katika fedha ninazozipokea kwa skiza timu zangu. Na sidhani kama nitafanya kosa kuelezea tu wazi ya kwamba sikuona kama imepanda. Sikushuhudia kama imepanda. Unajua ndio upewe lazima uwe mmoja ama mwanachama wa Prisk Camp na Music Corporate. Yes. So, hayo mashirika matatu. Naam. So kama mwanamuziki lazima ujiregister nao. Naam. So ndio sisi kama Western Nyota TV ama TV yoyote, wakati tunacheza wimbo wako tunapeana returns za wimbo wako ambao tumecheza ndio upate kulipwa. Sijui kama wewe ni mwanachama? Sasa jinsi unavyouliza, mimi nimekuwa mwanachama wa MCSK kuanzia mwaka 2010. Okay. Punde nilipotoa ule wimbo wangu wa kwanza, ndio wakati nilienda nikajisajili mwaka huo. Sasa ikawa naendelea kutoa mengine kama niko nao. Mpaka saa hii mimi nimekuwa memba na hata mikutano nimekuwa nikienda. Na licha ya kuwa tu hii ya juzi ambao walitangaza msimu wa corona ya kwamba watu hawatakutana bali itafanywa kwa njia ya mtandao, na wakaweka wakati wa mwisho ya mtu kutoingia. Na tukajaribu kuingia kabla na ikawa sijui kama kulikuwa na msongamano ama vipi, unajikuta hauingii katika mkutano. Lakini kuelezea tu ya kwamba mimi ni mwanachama wa MCSK miaka hiyo yote. Na hakuna kitu ambacho unapata. MCSK nitasema ya kwamba kitu ambacho nimewahi kupata ni siku tu ya kwenda kwa mkutano. Kama ile ya kwanza ya Kisumu. Ya kwanza ndio tulipewa shilingi 5,000 na tulipoenda ya pili enye watu ulisikia wakinung'unika Kenya nzima ile 3,000, ile 2,000 ni ya shilingi ngapi na hiyo. Na kando zaidi ya pale ama kando na hiyo sidhani kama kutakuwa na kosa kuelezea kwamba usaidizi zaidi ama mafanikio ya MCSK nimeshuhudia vizuri. Pengine kama wanao mipango mingine mema mizuri mbele itakuwa ni sawa. Okay. Labda niulize swali kabla tuja kunywa kopo la maji. Unajiona vipi kama mwimbaji? Unajiona vipi kama mwimbaji? Kwanza nashukuru Mungu. Kujiona huwa najiona kwa njia kuu sana kwa hii kazi ya huduma. Sababu si tofautishi sana uimbaji wangu na huduma. Na katika huduma yangu ya injili na kuhubiri najiona sana wakati mwingine unapokuja mbele kukuwa na live band. Hiyo nimekuwa tamanio langu sana. Kando na kuimba tu hizi za kurekodi. Hiyo ndio maono yangu kubwa sana, sababu kunao vijana wengine wengi ambao nimejaribu kuwaleta karibu na mimi. Wanaponiona na kusongea karibu na mimi na najikuta kwamba wale pia wanao talanta nzuri. Na tunapoimba pamoja sasa live music katika ibada napata kwamba inatoka mzuri. Sasa maono yangu najiona kwamba siku moja kuwa na live band yangu. Okay. Asante sana kwa muda huo. Naomba mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV tukapate kunywa kopo la maji kisha tuendelee na maneno hayo ya kupendeza ya live band kama maono yake. Nimeokoka, nimetakaswa, nimebadilishwa, nimesamehewa, mimi ni wa Yesu, ni wa Kristo. Wingangara ya Western Nyota TV ni musanga fubange buri over recipe ese kusangaro mwami buru manabera olukeno lumusoli lwefwe okula mbeka ya nirabora no risiaya no baura buru walakano mongera yo Swahili. Karibu sana mtazamaji anayeenzi runinga ya Western Nyota TV. Tuko hapa kuzungumzia niliwaambia kwa awali kwamba wewe ni mwimbaji, ungependa support, wewe ni mtunzi wa mashairi, ungependa support Western Nyota TV. Tuko hapa kutimiza
azimio lako. Haya, kabla tuende kunywa maji, ulisema kwamba ungependa sana kuona live band. Naam. Hii live band tuseme leo hii uko nayo, ungeita vipi? Leo hii ningekuwa na live band. Nashukuru Mungu sababu ukiwa na maono unayaandika chini. Nilishaandaa hata na kuandika jina la live band yangu ya kwamba itaitwa ya kwamba Christ the Role Model Music Band. Wow. Christ the Role Model Music Band. Yes. Ni nini ilifanya ukaita Christ the Role Model? Kilichonifanya hivyo katika maisha yangu nimekuwa nikiishi sana kulingana na neno ambalo limeandikwa katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5. Ikielezea kwamba na ninyi pia muwe na akili ile ile ambayo Kristo aliyokuwa nayo. Ya kwamba licha ya kuwa alikuwa Mungu, hakudhubutu kujiweka kwa nafasi sawa na Mungu, bali alinyenyekea na akawa kama mtumwa. Na hata sio hiyo tu, bali akakubali kufa hata na kifo cha msalaba, isiendelee mbele zaidi. Sasa kama Paulo anaagiza ya kwamba akili yetu iwe kama ile ya Kristo, na alikuwa anaongelea unyenyekevu. Ya kwamba licha alikuwa Mungu na hakujihusisha katika kuwa sehemu moja, bali alinyenyekea. Sasa maisha yangu yote nimetamani sana niishi maisha yale ya Kristo, yale ya unyenyekevu, ya kurudi chini. Ndio nikapeana jina hili ya kwamba yeyote yule atakaye kuwa akiingia katika kikundi hiki, hiyo ndio iwe wazo lile ambalo Kristo alikuwa nayo. Katika hali tunapomtumikia Mungu, tunabaki na ile akili. Sababu tunapoendelea kutumikia Mungu, Mungu si atakuwa anatuinua kwa viwango. Kweli. Tunapoendelea kukua kwa viwango katika kila njia, tunasalia na ile akili ya Kristo. Kweli. Hiyo ndio ilinifanya nikaamua tuwe na jina kama hilo. Okay. Naam. Sasa ni show gani ama ni siku gani ushawahi perform ama kuhudumu ukasikia kweli leo nimefikisha kilele? Naam, nashukuru. Kweli kunazo maeneo tofauti nimewahi kuhudumu. Licha ya kuwa kulingana na viwango jinsi ambavyo watu wanatambua, kuna viwango vingine vile ambavyo ni vya juu, ambavyo vimehusisha watu pengine wakuu serikalini, wale wakubwa ndio. Licha ya kuwa nafasi kama hiyo sijapata, lakini angalau kwa yale mikutano ya Injili ndio nimekuwa nikihudumia sana. Na katika mikutano ya Injili nikihudumu huwa nahisi ya kwamba ninahudumu sawa. Ambapo nikijaribu kuangalia sipati ni gani ilikuwa sawa kuliko nyingine, sababu mimi kila wakati ninapotoka kuhudumu huwa napeana roho yangu yote. In English I can say that I give my all. Katika huduma huwa sichagui ya kwamba pengine mkutano huu watu walikuwa ni wachache, nitafanya tu kidogo, huu watu ni wengi, huwa napeana yote ili nikitoka pale nahisi kwamba nimeridhika kabisa na kile ambacho nimefanya. Sasa kwa mikutano ya Injili ambayo nimekuwa nikienda, nimekuwa nikihudumu tu nikitoa roho yangu yote. Ambapo kwa hizo zote nasikia nimeridhika zote kabisa. Okay. Sasa wewe ni mwimbaji, wewe ni mhubiri, wewe ni baba. Naam. Hizi majukumu yote unayabalance vipi? Kwa neema ya Mungu, Mungu husaidia watu. Okay. Hasa unapojitolea kwa kazi yake. Ndio mimi ni baba, sikuelezea zaidi kuhusu hapo. Nimeoa mke mmoja. Naye aitwa Millicent. Naye kwa hivi sasa nao watoto 3. Nashukuru Mungu kwa wasichana 2 na mvulana mmoja. Ndio ni vyema kuwa kichwa katika nyumba, na kichwa tunafahamu ya kwamba ni lazima wewe ndio unayesimama na familia kwa kuleta. Ndio maana nimekuwa nikijipanga tu. Umeniuliza kujipanga vipi? Ni kujua tu masaa na ni nini nastahili kufanya kwa wakati gani. Ndio maana kwanza siwezi kusahau ya kwamba mimi ni mwanahuduma. Na mwanahuduma nimeandaa akili zangu kuwa tayari. Na nikaamua ya kwamba siwezi kufanya kazi ya kuajiriwa. Kwangu mimi kulingana na jinsi nilivyo na haya mambo yote ambayo unasema,
Ndio nilikuwa nimeajiriwa mbeleni na kuajiriwa si kubaya. Na ilikuwa ni mzuri, lakini wakati mwingine mambo ya Mungu yanakufanya mpaka inakuwa shida tena. Kwa sababu unajua mwito ni tofauti. Na sasa katika mwito wangu nilikuta ya kwamba uimbaji inahitaji mara nyingi unapata nafasi yako peke yako ambao pengine unaweza kufinyika kama kuna mambo yamekushikilia. Pengine huduma inakuhitaji. Ndio maana nikaamua ya kwamba nijihusishe sana na kazi zangu ambazo nilikuelezea mbeleni za ukulima. Na ukulima huku ninafanya ukulima ya mambo tofauti ya kupanda. Katika wimbo wako mmoja ile ya vielea, ukiviona vielea ndio vimeundwa, ukitazama utaona kwamba naanza kupalilia. Si kwamba ni picha ya kuonyesha tu, bali ni aina ya kazi naweza kujifanyia. Na pia nimefuga kuku. Nimefuga kitu kama nashukuru Mungu. So ninajihusisha kwa kazi zangu ambazo zinaweza kunisaidia kupata mapato ili angalau nipate nafasi yangu pia ya kuendelea na mambo haya mengine. Ili nisiwe nimefungwa mahali. Hiyo ndio imenisaidia angalau naweza kurotate ama kuzunguka kwa haya mambo yote. Na mara mingi unapata mapastors huko na time ya appointment na wana kanisa. Tena ukiangalia huku watoto wanakuhitaji kama baba. Na bibi yako pia anahitaji time na wewe. Na mapasta wengi ambao nimeongelesha kidogo hilo jambo linakuwa gumu. Ni nini haswa kinafanya kwako linakuwa rahisi? Kwanza nashukuru Mungu jinsi ambavyo nilikuelezea ya kwamba kunao neema fulani nilipata mimi ya kwamba sijakuwa tu mchungaji mara moja bali nimekuwa chini ya baba yangu mzazi. Kweli. Ambaye ni alikuwa mchungaji mkuu wa kanisa letu pamoja na mama yangu. Sasa katika hali ya kukua miguuni pao na Mungu aliwaneemisha zaidi katika njia ya kujipanga, ikawa nasoma sana kwao. Sasa katika hali ya kusoma kwao ikanisaidia kwamba yote ni kujipanga. Na zaidi yeye alidhamini familia sana. Alidhamini familia zaidi ya huduma. Huduma ilikuwa inakuja baada ya familia. Na mara nyingi unapata ya kwamba watumishi wa Mungu wanachukua huduma, inachukua nafasi ya familia. Alafu familia ndio inafuata huduma. Na pale ninaleta mgongano. Lakini ukidhamini familia zaidi, familia watakupatia nafasi nzuri ya huduma. Sasa hiyo ndio imekuwa jambo linanisaidia kwa sababu bibi anaelewa ya kwamba mimi niko upande wake zaidi. Na licha kwa watoto bado ni wadogo ndio, lakini kule kuelewa ndio inawafanya sasa wananiachia nafasi. Sababu wanaona ya kwamba huyu hajajifunga pale akatusahau. So hiyo ndio mbinu kwamba dhamini familia zaidi. Naam. Nini kinakuinspire zaidi katika safari yako hii ulimwenguni? Mimi kinachoniinspire zaidi katika safari hii hapa ulimwenguni ni kuangazia sana siku moja niende katika maisha ya uzima milele. So hiyo inanifanya katika kila kitu ninachofanya na msikumo wote na mambo haya yanayofanyika, macho yangu wasitoi pale. Sasa katika hali zote ninazofanya inielekeze huko, ni sharti niangalie mambo yale ambayo yanaambatana na kazi ya Mungu. So hiyo ndio imekuwa azimio langu sana. Ya kwamba nikiona watu wanakubali Kristo, nikiona vijana wanaokoka, nikiona wanaume wanaokoka wanabaki vizuri katika ndoa zao na kazi ya Mungu, hiyo unisukuma sana. Yote ni kwa ajili ya kwenda mbinguni. Naam. Okay. Ni changamoto gani ambazo umepitia? Unajua kwa pastor, kwa mwimbaji na mkulima, mambo hayo yote lazima kuna maneno umepitia na ukayashinda. Tusaidie mtu ambaye ako katika hali hiyo ya ugumu. Changamoto gani ulipitia na ni vipi uliweza kuzishinda? Naam, changamoto zipo. Sidhani kama kunaye mtu atasema hana changamoto, pengine pole kama sitaelewa yeye alitokezea wapi. Changamoto zipo, lakini jambo moja kubwa sana ambayo inasaidia hata kabla sijaelezea changamoto hizo, kwanza ni kujielewa. Unapojielewa na kumtumaini Mungu zaidi,
alafu unatosheka, itakusaidia sana katika changamoto zinazotokezea. Unapojielewa mimi ni nani, ninao nini ndani yangu, na kumwamini Mungu kwa yote, alafu unaridhika na jinsi ulivyo, itakusaidia sana. Changamoto nazo zipo. Wakati mwingine hasa kwa mtu ambaye ndiye anainuka, utapata kuna changamoto sana ya kifedha. Changamoto ya kifedha ikiwa ndio watu unaona huwa wana lose focus. Pengine ulikuwa na maono haya na kila mara unapungukiwa kifedha, unapata kwamba siwezi kuendelea. Sasa wakati unapungukiwa ni unaregesha yale maneno ambayo nilikuwa ninasema kwanza. Ya kwamba unapojielewa ya kwamba ndiyo mimi ninaelekea hapa, sipotezi focus, na unamwamini Mungu. He is called the provider. Jehovah Jireh. Mungu anayepeana. Unapomwamini katika hiyo hali yako ngumu, atakupatia. Yes. Na unaridhika na hali uliopo. Si kwamba hali yako ile ndogo umeridhika kwamba sitaki kusonga. Unajua naenda mbali lakini kwa wakati huu niko hapa. Unakubali ya kwamba ndio kuna wakati utafika na nitakuwa ninainuka. Nazo changamoto zipo, sio kifedha peke yake. Unaweza pia kuwa unaona wengine ambao wanahitaji msaada wako. Wengine wanahitaji msaada wako na pengine huwezi kuwafikia. Hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo zinatokezea. Na kama ni kwa upande wa uimbaji, changamoto hizo pia zipo, ya kama yale mengine ambayo nilikuwa nimetaja mbeleni ya kwamba licha ya kuwa ni huduma, na matarajio ambayo unatarajia ya pengine umeenda mahali umepeana kazi yako na imerushwa hapo. Ukiangalia kwanza inarushwa pale. Tumeona artists wengi wamepitia changamoto mpaka wakaona hapana, wacha niruke hii side nyingine, niende secular. Sijui ni maoni gani utapeana, maoni gani uko nayo kuhusu wale ambao wanashindwa, hapendi lakini amefika mahali akasema wacha nivuke. Kwanza mimi naweza kusema kwamba jambo ambalo nafikiria ya kwamba huwa inasababisha hiyo. Pengine ni kama mtu hakuokoka vizuri. Nafanya tu kwa hata marriage zote divorce kwa sababu ameshindwa. Naam, lakini pia kudivorce ndio kuko, lakini ukitazama maneno ya Yesu vizuri, hakufurahia sana. Licha ya kuwa kuna wakati alipeana sababu, na sababu yake hakusema ya kwamba ni hivyo inastahili. Ni kama alisema tu kama inabidi. Pengine kama kuna kule kutoaminiana. Unaona, kutoaminiana katika ile hali ya kusinzi peke yake. Lakini matarajio ya Yesu haikuwa hata ya kwamba watu waweze kufanya nini, talaka iwe. Hivyo ndivyo pia ninaona ya kwamba kushindwa kuendelea katika gospel. Kama uliokoka vizuri kwanza na ukaelewa ya kwamba hii ni huduma. Sio tu kuimba ili angalau ni pae. Sababu kusema ukweli wengine tulioanza nao ndio kunao wengi waliacha wakaruka na wengine. Ndio sina hataja majina. Lakini tulianza na wao wakaruka. Na sababu ya kuruka unapata ya kwamba kule wakienda akitoa wimbo wake pengine ataenda club, na club watu watakata gate. Na watu wakikata gate unapata pesa pale pale. Na sisi unajua kama huduma wewe utahudumu. Wewe utahudumu na Mungu atakujibu. Lakini ukivumilia pale kwa Mungu njia zake za kujibu ni tofauti sana. Tena za ajabu. Sio lazima aje na pesa nyingi hivi ambayo imebebwa. Pengine Mungu anaweza kukujibu kwa kupatia tu connection moja. Connection moja tunakupitia hiyo connection. Milango mingine yanajifungua tu. Sasa mawaidha yangu kwao, kama mtu hakuwa ameokoka ni vyema aokoke tu. Lakini kama ni changamoto iliyompata, kama alikuwa ameokoka vizuri, najua dhamira yake haiwezi kupatia amani. Na ukihisi kwamba dhamira yako inakusumbua, hakuna shida, there is always a second chance. Unaweza kuamua, ndio kuamua kuacha kama ulishabobea katika secular, si rahisi. Lakini kama ni maamuzi ya kusaidia roho wako, unaweza kuamua kuiachilia. Na unarudi tu na Mungu anakuneemisha. Na another advice nitapeana ni kwamba ukinaporudi, naona ni vyema ukuje utulie kwanza. Before uendelee wengine nao wanarudi tu hivi na wanaanza, na napoanza unaona kama bado zinafanana, tunapanda ile mwingine. Hamna flow. Wakati mtu anasikiza wimbo wako, ama tuseme uko mahali hawakujui
na wanaimba wimbo wako ama wanasikiza wimbo wako mpaka wanafika ile level, unaona watu wako slain in the spirit. Wewe kama mtunzi wa hiyo nyimbo, ni nini haswa kinaendelea kwako? Naam, nashukuru Mungu. Mimi maisha yangu yote nilisema kwamba yote itafanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mara nyingi naona watu wakisikia nyimbo zangu, hata nikitazama comments pale YouTube, naona watu wanaelezea kwamba nimebarikiwa. Hata ukitazama majibu yangu pale, hakuna sifa yote naweza kujipa. Sababu ni Mungu ndiye huwa ananiwezesha. Huwa napatia Mungu tukufu. Nikimwona mtu amesikia wimbo akawa anaimba imemsaidia, napatia Mungu tukufu, na kwangu mimi naridhika kwamba basi hapo ndio nahisi nimefanya kazi. Ninapoona mtu anasaidika kwa wimbo wangu nahisi kwamba huduma yangu sasa imefika. Na nalitukuza tu jina la Bwana. Najua before ukuwe mwimbaji ama pastor. Najua kuna mahali ulitoka. Turning point yako ilikuwa nini ndio uamue naingia kwa uimbaji kwa pastor? Exactly. Umeelezea vizuri sababu wengi sana hawakunijua kama mwimbaji. Wengi sana walinijua kama technician. Sababu by profession I am a technician. Na nimefanya kazi na kampuni nyingi tofauti kule Mombasa na hata hapa Nairobi. Na nimefanya kazi na hizo kampuni hata mpaka huko Zambia. Nikawa ninaifanya. Lakini katika ile hali ya kuendelea na hii kazi, Yesu nilipokuelezea kwamba ni wimbo wangu ule wa kwanza 2008, ilinipata Magadi Soda kama nafanya kazi Magadi Soda. Sasa nilikuwa nafanya kazi na huduma ile ipo, sababu kwa neema ya Mungu penye nilikuwa kwa nyumba ya watu waliokoka na nikapata wokovu mapema. Kwanza nilikuwa na maadili ile ya nyumbani, lakini unajua mpaka itimu wakati unakiri Kristo. Sasa nikakiri wakati nilikuwa umri wa miaka 14. Nikasema sasa nisiende tu na ile maadili ya kufunzwa na wazazi, mimi pia nikiri, sababu Biblia inasema kwamba sharti ukiri. Sasa nilikiri kwa umri wa miaka 14. Na kuendelea hivyo, ikawa hata nikiwa kazini ni sharti niwe niko katika huduma. Hata sehemu zingine nilikuwa naenda kazini ambapo watu wanafanya kazi mpaka Jumapili, na ilibidi niende kwa mkubwa nimuombe kwamba mimi nitaomba uniruhusu siku ya Jumapili nisije kazini. Na kwa neema nilikuwa napata nafasi. Sasa katika ile hali nilikuwa naendelea na huduma na naenda kazini. Natoka kazini na kuja kanisani. Hivyo. Ikawa nikiwa kazini nahisi uzito zaidi kuliko nikiwa kanisani. Nikiwa kazini nafanya tu ili nipate mshahara, lakini roho yenyewe haipo pale. Licha kuwa kazi pia nafanya safi pale, unaona mwenye kazi ananipenda ndio, lakini roho yenyewe haipo. Hata wakati mwingine nilikuwa naimba nikiwa kazini. As a technician najikuta tu naimba, napiga kelele, nahisi tu ya kwamba sijatoa sauti. Nataka nitoe. Natoa sauti, ikawa hii inanifinya. Nikirudi kanisani najisikia niko nyumbani kabisa. Na pia sikusahau ya kwamba Mungu naye hapendi uzembe. Sikutarajia ya kwamba kuwa kanisani kwangu kuwe chanzo cha uzembe. Sasa ilipofika mwaka huo 2008, wimbo ukaanza kuja, nikasema okay, ndio naona Mungu ananionyesha jambo. Sasa ikawa zinaongezeka. 2009 ikawa naendelea tu na kazi. Sasa hapo 2008 nikatoka Magadi nikaenda tena Mombasa. Nikawa naendelea pale na utunzi na nafanya kazi naendelea na utunzi. 2010 pale ndio nikahisi ya kwamba sasa itakuwa ni ngumu sana. Ni ngumu. Nataka tu nijiingize kwa kumtumikia Mungu kwa nyimbo za Injili pamoja na kuhubiri. Pale bado nilikuwa sijaoa nyuma, lakini nikaja nikaoa mwaka 2010 sasa. 11 mwezi wa pili pale. So hiyo ndio ilinifanya nilikuwa ndio kazini kwangu, napata tu mshahara wangu vizuri, familia nasimama nayo vizuri, lakini kule kuhisi mwito ndio ukawa unanisumbua sana. Sasa nakosa amani, nakosa nafasi nzuri ya uimbaji au utunzi nini, nikaona pana. Na hisi huku ni nzito kuliko kule kwingine. Nikaamua sitaacha kazi niwe mzembe, nitaacha kazi nirudi nyumbani nianzie pale.
So kurudi pale ndio nikaanza kazi ambayo hazitanifunga. Yenye nikifanya bado napata nafasi yangu ya kuendelea na hii bila mtu wa kuninyeshea kidole ya kwamba mbona hapo hujatimiza. So, pale nilikuwa turning point yangu, nikaamua sasa wacha niende huko. Okay. Na nikafika mahali hata sasa kazi ninaitwa njoo. Nataka kwenda Ethiopia. Nataka kwenda Rwanda kazi. Sasa baada ya kuacha kwanza ndio kazi ilikuja nyingi zaidi. Nikasema bana, kwa ajili ya huduma Wacha ikae. Wacha ikae niendelee na huduma. Na production sasa hivi imechange. Ukiangalia hata mtindo wa kisasa umebadilika. Na wewe of course kulingana na vile tumeongea, wewe ni mchezaji vinanda sijui unatumia equipment gani wakati una produce music? Yes, kwa mimi ndio ni mcheza kinanda na kwa kiwango fulani. Unajua kinanda inayo viwango tofauti. Kinanda ni pana sana, kuijua yote sijui kama kuna anayeelewa zaidi yote lakini naelewa kwamba ni pana zaidi, lakini kwa kiwango changu kwangu mimi kinanda unisaidia kutunga wimbo. Na baada ya utunzi sasa mimi mwelekea studio na kumwachia yule anayefanya pale kazi yote. Lakini anapoendelea sababu niko na idea. Sasa huwa simwachii kazi tu. Tunazungumza naye pia nikiona mahali ningependa ikuwe hivi. Tunaelewana, tunairekebisha, tunaelewana, lakini jukumu yote nampatia yeye sababu ni kazi yake na nakubali anaielewa. Ndio hivyo. Kwa hiyo maneno ya production tunaona kwa wale umesema ulikuwa umetoa nyimbo 7. Yes. Lakini kwa sababu ya sound, hebu tuongelee maneno ya jinsi sound imevolve kulingana na sasa hivi ambao tunaishi. Sound imevolve vipi? Kabisa imebadilika, ni tofauti. Mbeleni ndio unapata kwamba vyombo vile vilikuwa vikitumiwa havikuwa vile vya kisasa. Kweli. Pengine kwa wakati huo ulikuwa vya kisasa kwa wakati huo. Lakini sasa hivi kwa sababu ndio hata unaposikia nyimbo zile za kitambo unapata zingine pengine zina kelele lakini watu bado walizipenda vile. Sababu hiyo ndio ilikuwa ni hali. Lakini kwa sasa hivi competition imekuwa na mabadiliko mengi. Sasa quality pia imepanda. Kweli. Ambapo pia ukitoa wimbo ikawa ina kelele nyingi pengine hairidhishi masikio. Wewe kama mwimbaji pia utakuwa unahisi kwamba kuna kitu hakijafanyika vizuri. Kweli. Ndio maana sasa hivi tunashukuru Mungu ya kwamba competition pia imesaidia sana. Unapata kila mtu anaimarisha. Kweli. Mpaka kwa sasa hivi naweza kusema tu ya kwamba studios za Kenya mimi naona kama zinafanya kazi nzuri. Naona kama zinafanya kazi nzuri sana. Okay. Licha ya kuwa kuna wengine ambao walikuwa nahisi kwenda za nje. Lakini mimi naweza kusema naona studios za Kenya sasa hizi zinafanya kazi nzuri kabisa. Ni jambo gani unawish kabisa ungejua kabla uanze career yako ya music? Kawaida kwa kila kitu. Unapata changamoto zingine unajikuta nazo na kufanya ungelijua mapema. Moja wapo ni hiyo ambayo nimekuambia. Ukiniuliza jinsi ambavyo mambo ya sauti imebadilika. Jambo moja ambalo kama ningelijua mbeleni ni kuchagua studio. Yes. Sababu licha kwa wako kazini wote na kunao wengine ambao ndio wameanza, lakini wameanza kwa njia nyingine nikana kwamba bado watajipanga mbele. Kama hapo mahali nilipoenda kwa mfano ni mtu tu aliniita njoo twende na pesa yako kidogo. Na licha kuwa kwake yeye ilikuwa ni kidogo, kwa mimi haikuwa kidogo na haikunitolea kitu nilikuwa nahitaji. Sasa laiti ningelijua namna ya kupata studio nzuri wakati ule ingenisaidia sana kabisa. Alafu jambo lingine tena nilipata changamoto kubwa sana wakati nilikuwa natoa video yangu hiyo. Sababu nilitoa video ya nyimbo 8 mara moja. Sasa ikawa ni mzigo sana kwangu. Ambalo kama ningelijua mbeleni singetoa 8 mara moja, ningejukumika kwa moja nitoke venye nahisi na kurudisha tena niende kwa nyingine. Sasa nimegundua kwamba saa zingine kulingana na uwezo wako, nimesema kujielewa, ni vyema kwenda step by step. Yes. Mambo kama hayo sikujua mbeleni, nilitarajia kwamba
ukitoka umetoka. Kabisa. Licha ya kuwa nyimbo kama saa hii ninazo nyimbo nyingi ambapo hata kama ni kuzitoa naweza kutoa zaidi ya nyimbo 30 saa hii. Na si unaona mzee wako pia ni umesema tu kinanda. Sababu si unaona juzi nimetoa tu 2. Na tumetoa tu 2. Nimetoa tu 2. Mtu anang'ang'ana na moja kwa 100. Sasa naendelea tu namna hiyo. Only. Kuna watu wengi sana najua sasa hivi wanakuona kama role model. Yes. Na wangependa kuwa kama wewe. Na wangependa kutembea kama wewe. Ni jambo gani la mawaidha ungewapea? Jambo muhimu. Tunarudi pale kwa wokovu. Huwa naomba Mungu sana. Si kusema kwamba nina doubt wokovu ya mtu. Hiyo sio jambo la maanisha. Nasema tu ya kwamba ukiokoka na umwamini Mungu kwa mambo yote. Alafu kuwe na ile akili ya Yesu, ile ya unyenyekevu. Mungu atakusaidia sana. Na kukuwa visionary inakuwa very important. Unakuwa na maono licha ya mahali ulipo. Mimi kitu ambacho kimenisaidia licha ya kuwa ya mahali nilipo, pengine mahali nimetoka, hali za pale zinaweza kuonekana kwamba zinashusha ama uko chini, lakini maono yanasalia pale juu. Sababu macho yako yamejifungua, unaona mahali unaelekea pale. Yes, unaweza kukua in a village, lakini your mind ni mind of a city. Yes. So uko pale kwa village na mind of a city, hapo haina shida, utapenya. Kabisa. Utapenya ukimwamini Mungu, fully trusting in God and having that kind of vision, utaendelea zaidi. Sasa utaogopa. Sababu wokovu inaita kule kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu na unakuwa na akili ya Kristo ya kunyenyekea. Si unajua Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo 4:6 anaelezea kwamba Mungu hupinga wale wenye kiburi na wapa neema wale wanyenyekevu. Unaponyenyekea Mungu anakupatia neema ya kupanda. Yes. Sasa ni resources gani ambazo wale ambao wanakuona kama role model, zile ambazo unajifeed, zinaweza wasaidia, labda vitabu ama kitu yote ile ambayo unafanya as your habit kila wakati inakujenga, ambayo inaweza wajenga? Kwa sasa hivi kunayo maono ambayo nilikuwa nayo ambao bado naelekea. Naelekea pale, lakini kwa saa hii wale ambao niko nao wahimiza wale wa karibu, ninahusiana nao karibu sana sana kwa upande wa uimbaji. Nina create time ya kuimba pamoja and then tunakuja pamoja. Especially Sundays after service wanakuja na ni watu tofauti kutoka kwa madhehebu tofauti. Sababu wananiona kama mwimbaji ambaye anaweza kuambatana na wao wale wadogo. Na katika hiyo hali nimekuwa na mipango ya kutengeneza t-shirts ambazo I'm working on. T-shirts ambazo zitakuwa zina advertise sana sana pale mahali ambapo tunakutana. Wenye nisema kwamba music band ilikuwa ni maono kubwa kabisa. So nimewahusisha tu sana kuja kufanya live music. So baada ya service tunakuja tu pale kanisani tunaifanya. So inamaanisha kwa wale watu ambao wako mbali na mimi ndio angalau bado kuna changamoto ambao bado naenda kushughulikia. Lakini kwa wale karibu ambao wanaona kwamba wanaweza kuendelea pamoja na mimi, wamekuwa wakiwasiliana na mimi, nafanya kuunganika, tunakutana kanisani. Kunayo mithi yoyote kuhusu ambayo imekuwa miscommunicated na ungependa uicommunicate vizuri? Unajua kuwa pastor unajulikana hivi, kuwa baba unajulikana hivi, kuwa mwimbaji unajulikana hivi, na pia kuna cyberbullying. Yes. Inawezekana kuwa ipo, lakini kwa mimi haijanifikia vizuri. Mara nyingi unajua kitambo ikufikie imeenda sana. Kwa sababu kwanza hasa ukiwa mchochezi wa kuchochea watu tayari utakutana na wao. Kabisa. Na kwangu mimi nimekuwa sina wakati na kuchochea wengine ama kuzungumzia wengine kwa njia mbaya. Naweza kuzungumzia wengine kwa njia nzuri. Hiyo nayo kwangu ni rahisi sana. Wimbo wa mtu ukinibariki ni vyema niongelee, ama tabia mtu ukinibariki. Hiyo kwangu ni rahisi. Na kwa hivyo sitakataa kwamba hamna namna nyingine pengine wengine wanavyonifikiria. Lakini pia
ni vyema kusema kwamba kwa mimi kwa masikio sijasikia. Hujasikia? Naam. Hata sisi tujasikia, tukisikia tutakueleza. Sasa mtazamaji ambaye angependa, umesema una perform na zito uende hizo performance, labda ni wedding service, wanakupata vipi katika mtandaoni? Mtandaoni utanipata kwa Facebook. Facebook utanipata tu kwa majina natumia kwa Facebook ni Joseph Odua. Joseph Odua natumia kwa Facebook. Ama pale unapo pia tazama nyimbo zangu kwa YouTube pale. Wakati una comment pia unaweza kuongea tu na mimi. Unaweza kuongea pale ni Joseph Odua Songs. Na nambari ya simu pia niko nayo. Unaweza kupeana namba yangu ya simu ambayo ni 0726 814 914. Pia unaweza kuniandikia kwa email. Ninayo email address ambayo ni josephudwar10@gmail.com. Hizo ni baadhi ya njia ambazo unaweza kunipata nayo. Na kwa neema ya Mungu nitapatikana kuhudumu. Kwa ajili ya huduma mimi huwa nipo. Najipanga tu na kujipatikana na kupatikana. Kweli. Naam. Maybe kabla tujamaliza ningependa nikuulize, unaelewa vipi uhuru wa waimbaji? Ama uhuru wa waimbaji unamaanisha nini kwako? Uhuru wa waimbaji wa injili ama waimbaji wote. So of course utahandle sekta yako. So tuseme uhuru wa waimbaji wa injili. Naam. Uhuru wa waimbaji wa injili, mimi naelewa ya kwamba nafasi ikipatikana mtu anastahili kuhudumu. Na unapohudumu wewe hudumu bila kukashifu. Hudumu bila kukashifu. Lakini wakati mwingine pia inakuwa vyema kukashifu ambalo si la Mungu. Kweli. Ambalo si la Mungu, kupata nguvu ya kuielezea. Inagharimu neema, sababu inastahili pia kukemewa. Lakini bora nafasi imepatikana wewe hudumu bila kuzingatia mengi. Naam. Ungelikuwa umekalia hiki kiti changu, ni swali gani ungejiuliza ambalo sijauliza? Unauliza maswali kama yote. Pengine kama interview ya pili itakuelezea. Ndio nitapata tena maswali yale yaliyosalia. Wakati tumeenda moja kwa moja. Naona ni hivyo. Pengine swali ambalo ningeulizia ambalo lanijia kama kunaye yeyote ambaye angeweza kuendeleza hii kazi, sababu umesikia nikielezea kwamba kazi bado ni pana kabisa. Nilikuwa nikiendelea tu na kwanza azimio ni kukuwa na music band ambayo inahusisha vifaa vya kazi or musical instruments nyingi ambayo inagharimu sana na kujipanga vile. Katika ile hali umesikia nikisema kama nilitoa nyimbo 2 tu licha ya kuwa ninazo zaidi ya 30. Na zile nilizozitoa kwa sasa bado ni audio tu. Pengine ningeuliza kama kunaye mtu ambaye angependa kusupport hii kazi ya Mungu ya huduma. Tuendelee mbele kwa neema. Sasa kama angependa kusupport, akusupport vipi? Sasa kunayo support kwa njia tofauti. Ya kwanza yenye inaeleweka kwa njia rahisi ni financial support. Na financial support itakuwa muhimu sana kwa kuendelea hii kazi, kuendeleza hii kazi. Na pia kunaweza kuwa na support ya marketing, ambapo moja wapo nashukuru nyinyi mnafanya tayari kwangu. Asante. Nashukuru sana. Sitakosa kusema hiyo, hata najua pengine ungeulizia hiyo ilikuwa nafasi. Nashukuru sana Western Nyota. Asante. Nimependa sana kutazama, kwa hiyo sitaingilia saa hiyo. Sababu sikuuliza, lakini nimependa sana. Asante. Hasa siku ya Jumapili. Kwangu kuja uburudike tu na Western Nyota. Asante. So kunao njia ya support nyingi tofauti kama nilikuwa naelezea, kama na financial mtu wa kupromote ili angalau
wale ambao hawajasikia. Sababu naamini nyimbo ambazo naziimba ni nyimbo ziko na content. Kabisa. Na kuna wengi ambao hawajasikia pengine YouTube pale, wengine hawajatembelea pale. Sasa kama kunaye wenye anaweza kusupport kuendeleza watu namna hiyo, itakuwa ni mzuri sana. Unajua ni wanasemanga kwamba ni habit yetu hapa kabla tujamaliza na mwimbaji tuperform. Yes. Sasa kati hizo nyimbo unajua ni 17. Naam. Ungependa tuperform nyimbo gani? Nimeongelea mambo ya wokovu sana. Sasa naona nitaperform wimbo moja unaosema nimeokoka. 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 Hai, nimeokoka. Yes. Haya, asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Ule mnagusi sabulori wao obulano ungangara ya Western Nyota TV. Kwa maana mangane mlalauria oimba chinyimbo echisinzo mwami nugulo burire ni ule mundu wa hera nyasaye nundo chimbo chisinzo mwami style science ya rumba kanala no muyali wa obusinzo mwami no kuberesio mwami uli yaruda uchie umwema chihandi ngufunya no kuingasa no kusiewa makulu wa siasi. Asante sana mtazamaji, ningependa tena tukunye kopo la maji tukirudi tuweze kuperform nyimbo za pasta zile za kuabudu na kumsifu Mungu. Style yake ni rumba. Usiondoke. Nimeokoka, nimetakaswa, nimebadilishwa, nimesamehewa, mimi ni wa Yesu, oh, ni wa Kristo. Nimeokoka, nimetakaswa, nimebadilishwa, nimesamehewa, mimi ni wa Yesu, oh, ni wa Kristo. Nimeokoka, mimi ni wa Kristo. Nilikuwa dhambini akaniokoa, nilikuwa mkosaji akanitakasa, nilikuwa mdhambi akanisafisha, nilikuwa mtenda dhambi akaniokoa, mimi ni wa Yesu, oh, ni wa Kristo, oh, mama. Nimeokoka, mimi wa Yesu, nilikuwa najisi akanitakasa, nilikuwa mtenda dhambi akaniokoa, nilikuwa sitosheki akanitosheleza, nilikuwa najisi akanisafisha, mimi ni wa Yesu, oh, ni wa Kristo, oh. Nimeokoka, nimetakaswa, nimebadilishwa, nimesamehewa, mimi ni wa Yesu, oh, ni wa Kristo, oh, oh, ni wa Kristo, oh, oh, ni wa Kristo, chochote chema cha kwangu, oh, oh, ni wa Kristo, heshima nilionayo Baba, oh, oh, ni wa Kristo, oh, mimi sasirogeki yeye, oh, ni wa Kristo, maisha nilonayo Baba, oh, ni wa Kristo, oh, mimi wa Kristo Baba, oh, ni wa Kristo, oh, ni wa Kristo. Yesu na inemiponja, inemisira, inemitiega, inemimaka, inemiponja. Yesu na inemiponja, inemilosa, inemisira,
inemipuonja. Dineonge Yesu nani ngamadongea, o dineonge Yesu nani ngamadongea, o dineonge Yesu nani chode donega, o dineonge Yesu nani ikongo donega, o dineonge Yesu nani ingimane dolala, o dineonge Yesu nani koda yogi donega, o dineonge Yesu nani dalal no. Ninaonge Yesu maneno konyungi ngimane dolala. Ninaonge Yesu maneno timongolo bengolo ne dolomba. Aloro Yesu majangono. Aloro Yesu majangono. Yesu nani ngimane dolala, ipiwa dineonge Yesu nani mbesene doyomba, o dineonge Yesu nani siboi doroma, o dineonge Yesu nani mbesene doyomba, oe apakie Yesu nani yalmokonya, oe apakie Yesu nani itinga malo, we apakie Yesu nani yalmokonya, o dineonge Yesu nani ngamadongea, ipiwa dineonge Yesu nani ngamanedorwaka, o dineonge Yesu nani o ni ngamadobiala, we abialie Yesu nani yalmobiala, o we apakie Yesu nani yalmongea, oe apakie Yesu nani utinga malo. Runinga Western Nyota TV unaenzi kutazama Western Nyota TV. Nimewambia tuko hapa tunafikisha ile utazamaji wako kwa njia ile ambayo unaenzi. Kabla sienda sana, labda mnataka kuona, anataka kukufuata. Hebu tuambie unapata vipi na unapatikana vipi? Naam, jinsi nilivyosema awali ya kwamba ninaitwa Joseph Oduor. Na ukitaka kunipata kunazo njia tofauti za kunipata. Ya kwanza ni kupitia simu, njia ya simu ambayo nambari ya simu ni 0726 814 914. Njia ya pili ya kunipata unaweza kuniandikia email katika email address ya josephoduor10@gmail.com. Njia nyingine unaweza kunipata kwa Facebook, pale natumia jina Joseph Oduor. Unaponifollow utanipata, tutawasiliana kwa njia ya rahisi. Na pia ningependa kuelezea, kando na kuwa msanii wa nyimbo za injili peke yake, mimi pia ni MC, ninaongoza harusi, ninaongoza mipangilio yote ambayo ipo. Unaweza kunipata kupitia mawasiliano hayo na tutakutana. Asante sana. Nashukuru pia Western Nyota TV kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Ningependa kukuambia kwamba zidi kuitazama Nyota, Western Nyota, kwa sababu hapa ndipo pale panapo sahihi. Asante. Naam. Asante sana. Umesikia, ukitaka kumtazama, ukitaka kumuongelesha, amepatiana namba ya simu, YouTube yopatikana, pale Facebook yopatikana, pia ni MC. Hata MC hiyo sherehe mpaka ujue kweli amefikisha. Sasa niongee mengi, unajua tuko na wenzetu pia hapa. Acha tuambie wafanya nini, majina yake ni yapi, wafanya nini na ni vipi tunaweza pia tukupatana hapo nje. Mimi ni Michael Omondi, wengine wanijua kama Michael Mahanga. Okay. Mimi ni mhubiri wa Injili na mwalimu wa shule ya Biblia East Africa School of Biblical Studies School Uganda. Na naweza sema kwamba mimi ndio manager wa Joseph kwa sababu ya jinsi mambo yamekuwa yakikuja. In fact
mpaka mahali tumefikia hapa, tukiwa tuna push ili kwamba aendelee kufanya chenye anafanya, na Mungu azidi kutukuzwa, na wale ambao wanaweza saidia jinsi mlivyosema kumsupport, kwa sababu kutoa video iko very expensive. Kwa hivyo wale ambao wanaweza kusupport, alipeana namba yake, unaweza kumsaidia ili kwamba atoe hizo videos kwa mapema. Hivi karibuni last week alitoa audios zingine 2, lakini we are looking forward kwamba tutoe videos. Alafu jambo la mwisho ni kwamba hata mimi nishukuru Priska kwa sababu ya kutupatia nafasi nzuri hapa Western Nyota. Kulikuwa na tulipokuwa tunaomba ya kwamba Joseph aende katika studio, hatukufikiria tu kwamba tukuje Nyota, but it's because tumeona jinsi Nyota TV imekuwa ikisupport Western Nyota bwana. Western Nyota imekuwa ikisupport upcoming artists. Tunawatch every day. Kwa hivyo tuliona the best place ambayo Laka atakuwa nasikika, Joseph atakuwa nasikika, ni hapa Western Nyota. Asante. Barikiwe zaidi. Na sisi tunahakikisha kwamba umetazamwa na 6.2 million viewers wetu, na pia tunakuza kipaji chako jamani, mahali huko. Nambari ya simu iko hapo chini ya screen 0742664333, ama unaweza tuandikia email kwa westernnyota18@gmail.com. Tuko hapa, tutakusaidia kukuza kipawa chako. Na pia unajua ni MC, naomba malizie. Sign out. Na hivi sasa jinsi ambavyo umeshasikia, Western Nyota ndipo nyumbani pa watu wote. Unapoendelea tazamia hivi sasa tunaondoka, lakini tunakuacha ukiendelea kusherehekea vipindi kabambe ambavyo vilipo mpaka muda mwingine utakao kuja. Asanteni sana kila mmoja mahali mlipo, mbarikiwe. Asante sana. Nimeokoka, nimetakaswa, nimebadilishwa, nimesamehewa, mimi ni wa Yesu, ni wake.